Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunagusa moyo wa wazazi na jamii nzima kwa ujumla. Leo ninataka tuzungumzie jambo moja ambalo mara nyingi tunalitazama tu lakini hatutaki kusema ukweli. Mtoto anapofungua macho tu asubuhi hivi ameamka, anaanza kukutana na wazazi wake. Lakini anapoondoka nyumbani, anakwenda shuleni, basi anaenda kukutana na mzazi ambaye si wa damu, bali ni mlezi, na mzazi huyo ni mwalimu. Walimu wanabeba ndoto za watoto wetu. Walimu wanatambua vipaji, wanaendeleza vipaji vya watoto. Walimu ni watu ambao wanakuza vipaji vya watoto na kuhakikisha watoto wanatimiza ndoto zao. Leo ninataka kukuambia kwamba hebu tuwapongeze hawa walimu, tuwatie moyo na tuweze kuzungumza ukweli kuhusu hawa walimu. Mimi ninasema kwamba walimu ni watu ambao wana moyo wa dhahabu, kwa sababu wanafanya kazi na watoto lakini hawachoki. Wanafanya kazi na watoto wetu wakihakikisha kwamba wako salama, wako katika mikono yao mpaka pale ambapo jioni watoto wanarudi nyumbani. Walimu ni watu ambao wana moyo wa dhahabu, narudia kusema. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia na jamii nzima. Tupigie simu, tutumie ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu tuanze. Tutachambua hoja 5 za kina kabisa ambazo zinaonesha hawa wazazi wa pili ambao ni walimu jinsi walivyokuwa na moyo wa dhahabu. Hoja ya kwanza, walimu hujenga msingi wa maadili. Mtoto anayesikia asante kutoka kwa walimu amefundishwa hapo. Mtoto anayesikia samahani kutoka shuleni, hata kama nyumbani hajafundishwa kusema hivyo vitu, kusema asante, kusema samahani, anafundishwa shuleni, hapo tayari anakuwa amejengewa msingi wa maadili. Anakuwa amefundishwa jinsi ya kujipenda na kuwapenda watu wengine. Licha ya kusoma, kuandika, kuhesabu, mahesabu na vitu vingine, walimu wanajenga msingi wa maadili kwa watoto. Wanawafundisha nidhamu, wanawafundisha tabia njema. Walimu ni walezi ambao ni wazazi wa pili wenye moyo wa dhahabu. Hawachoki kumfundisha mtoto maadili, hawachoki kumfundisha mtoto nidhamu, hawachoki kumfundisha, yani kuhakikisha kwamba mtoto anakuwa na tabia njema, mtoto anakuwa ni mtoto ambaye ana uwezo wa kufiti kwenye jamii, mtoto ambaye anaweza akakaa na kila mtu. Hayo yote anayapata wapi? Anayapata shuleni kutoka kwa walimu, kwa sababu tukiangalia walimu ndio wanakaa muda mrefu na watoto. Walimu ndio ambao wanajenga misingi imara kwa watoto. Walimu ndio ambao wanamwangalia mtoto. Wewe mzazi unaweza ukawa haujui tabia za mtoto wako, lakini mwalimu anajua, kwa sababu mwalimu anamtazama anapokuwa naye katika mazingira ya kujifunza. Hivyo walimu ni watu wenye moyo wa dhahabu. Hoja ya pili, walimu hugundua vipaji mapema. Mzazi anaweza asijue kama mtoto wake ana kipaji gani, lakini mwalimu anapokuwa na mtoto shuleni atagundua, anamtambua kabisa, huyu ana kipaji cha uongozi, huyu ana kipaji cha sanaa, huyu ana moyo wa kusaidia wengine, huyu ana kitu hiki. Kwa hiyo mwalimu anavigundua vile vipaji mapema, na mwalimu akishagundua tu kipaji mapema anahakikisha anakiendeleza kwa mtoto, na hapo ndipo tunaona sasa vipaji vinachipuka. Watoto wanatoka katika level ndogo kabisa, wanaingia katika uongozi. Watoto wanafundishwa kuwaongoza wenzao. Unakuta hata darasani kuna watoto ambao tayari mwalimu ameshamuona ana kipaji, anampa kusimamia wenzake kama monitor. Mwalimu anaangalia kipaji, anampa mtoto kusimamia wenzake kama kiranja. Mwalimu anaangalia watoto ambao wana vipaji vya michezo, anahakikisha anawaweka uwanjani, anawasaidia wanacheza mpira. Kwa hiyo unakuta vipaji vingi vinaibuka kutoka shuleni. Vipaji vingi vinaibuliwa na walimu, wanaviona, wanaviendeleza, wanahakikisha na wanawatia moyo watoto, wanawaambia unaweza, wewe una kipaji, wewe una hiki kitu, hakikisha unapambana mpaka hiki kitu kinakuwa. Walimu wana moyo wa dhahabu. Hoja ya tatu, walimu huwa kimbilio la hisia za watoto. Watoto wanaotoka katika familia zenye changamoto, kimbilio lao kubwa ni walimu. Mwalimu anakuwa bega lake la kulia kumlaza yule mtoto. Mwalimu anakuwa sikio la mtoto kwa ajili ya kumsikia. Mwalimu anakuwa sauti ya mtoto kwa ajili ya kumwambia usikate tamaa. Walimu licha ya kuwa yani nasema mwalimu licha ya kufundisha,
Lakini mwalimu ni mzazi, mwalimu ni mlezi ambaye ana uwezo wa kusimama na changamoto za mtoto. Ana uwezo wa kumsaidia mtoto ambaye ana changamoto. Mi mfano mzuri nishaona kuna walimu ambao wanaona watoto wana changamoto, watoto wanatoka katika familia ambazo wanateseka. Mwalimu anajitolea kumchukua mtoto aishi naye nyumbani kwake, lakini hakikisha tu kwamba yule mtoto anatimiza ndoto zake. Mtoto anamaliza shule, wazazi hawana uwezo, changamoto ni nyingi, wazazi wametengana, walimu wanajitolea, wanachanga. Yaani ukiachilia mbali kipato chao kidogo, wanamchangia yule mtoto pesa kuhakikisha kwamba yule mtoto anaenda sekondari kama alikuwa msingi. Kama alikuwa sekondari wanahakikisha anaenda kidato cha 5 na cha 6. Kama vivyo hivyo anaenda mpaka chuo kikuu anamaliza shule. Walimu wana moyo wa dhahabu. Walimu ni wazazi wa pili wenye moyo wa dhahabu. Wana uwezo wa kubeba magumu, wana uwezo wa kubeba changamoto za mtoto, wana uwezo wa kutunza siri za watoto ambao wamepitia magumu, na mwisho wa siku wakahakikisha wale watoto wanafanikiwa. Mungu awalinde na kuwabariki sana hawa walimu. Hoja ya 4, walimu huunda mustakabali wa taifa. Hakuna mhandisi, hakuna injinia, hakuna daktari, hakuna mfanyabiashara au mzazi bora ambaye hakupitia mikono ya walimu. Kumheshimu mwalimu ni kuwekeza kwenye taifa bora la kesho. Tuwaheshimu walimu, tuwapende, tuwasaidie, tuwathamini. Walimu ni watu ambao wanabeba misingi ya jamii, wanawekeza kwa watoto, wanawekeza kwa taifa, wanahakikisha vipaji vingi vya watoto vinakuja kutokea. Hivyo tunavyowaona leo, tunavyowaona labda rais, wabunge, madiwani, tunavyowaona mawaziri, watu wote ninyi mmepita mikononi kwa walimu. Tuhakikishe kwamba mwalimu anatambuliwa. Mwalimu anaonekana katika taifa na anapewa heshima yake. Mwalimu ni mtu ambaye amekuwa ni daraja, amekuwa ni sehemu ya watu kupita, amekuwa ni ngazi ambayo watu wanapanda, wanaenda kwenye mafanikio yao, wanapita kwenye daraja. Mwalimu hajawahi kuwa ukuta. Mwalimu ni daraja. Mwalimu ni ngazi. Mwalimu ni chombo ambacho kinafanikisha watu wote tunaowaona kwenye sekta nzuri, tunaowaona kwenye viti wamekaa wanazunguka kwenye viti kwenye maofisi yao, wamepita kwa walimu. Tuwaheshimu na kuwapenda walimu. Hawa ni watu ambao wana moyo wa dhahabu. Hoja ya 5, walimu hufundisha kwa kujitoa bila kuchoka. Licha ya changamoto za mishahara midogo, mazingira wakati mwingine sio ya kuridhisha, changamoto mbalimbali ambazo wanapitia walimu tunazozijua, wewe unazozifahamu, lakini mwalimu hajawahi kuchoka. Bado tunaona walimu wanaingia darasani, wanafundisha kwa moyo, wanahakikisha watoto wanafanikiwa. Tuwapende walimu, tuwatie moyo. Pale ambapo kuna jambo la kumsaidia mwalimu, tuwasaidie walimu. Pale ambapo walimu wanakuwa wana changamoto zao, wanakuwa na matatizo yao, wanakuwa wana mambo ambayo yanawatinga, tutatue mambo yao kwa wakati na walimu waende wakafanye kazi. Walimu wakawasaidie watoto, kwa sababu walimu ni watu ambao wamejitoa. Licha ya kwamba hawana kipato kikubwa cha kusema kwamba hawa watu wana kipato kikubwa sana, lakini wamejitoa, wanafundisha watoto wetu kwa moyo wao wote. Wanafundisha watoto wetu kwa upendo. Wanafundisha watoto wetu kwa kujitoa, kwa kujituma, kwa kuhakikisha mtoto anafanikiwa. Mtoto anaelewa anapokuwa darasani. Mwalimu unamkuta ameng'ang'ana, mtoto ni mzito, lakini mwalimu anasema hakunaga mtoto asiyeelewa. Anapambana mpaka mtoto anaelewa. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaweka jambo ambalo litakuwa linawasaidia hawa walimu. Wazazi wapendwa na jamii yetu tukufu, tukumbuke kwamba mtoto hafanikiwi kwa mkono mmoja, yani wa mzazi peke yake. Anafanikiwa kwa ushirikiano kati ya wazazi na walimu. Tukumbuke jambo moja kwamba walimu wana moyo, walimu wamejitoa, hivyo tuwashirikishe katika malezi ya watoto wetu. Tuwapende, tuwajali, tuwathamini, tuwatie moyo. Tuhakikishe kwamba tunajua kabisa kwamba hawa ni watu ambao wamebeba ndoto za watoto wetu. Hawa ni watu ambao wanawafikisha watoto wetu kwenye hatima ya maisha yao kulingana na vile ambavyo watoto wetu wanaota kuwa kesho. Tuwapende, tuwajali, tuwathamini.
Walimu wote mnaoitazama video hii, leo Moyo wa Malezi unapenda kukuambia kwamba asante sana kwa moyo wako wa dhahabu. Asante sana kwa kujitoa kuhakikisha kwamba watoto wanatimiza ndoto zao. Asante kwa kujitoa kuhakikisha kwamba tunapata taifa la watu ambao ni waelewa, taifa la watu ambao sio wajinga. Asanteni kwa kusaidia kufuta ujinga. Kama umeguswa na video hii, basi usisite kumshirikisha mtu mwingine pia, ili aweze kupata hiki kitu ambacho na wewe umekipata siku ya leo. Tukutane tena kwenye video nyingine ambapo tunaenda kujenga, tunaenda kufundisha na tunaenda kuisaidia jamii yetu. Mungu akubariki, tukutane wakati mwingine.